Habari gani mwana Njokilinyo? Leo tuzungumzie kuhusiana na Neom, Dajjal, mpinga Kristo na ndama wa dhahabu. Je, kuna siri nzito iliyojificha katikati ya vitu hivi? Karibu sana katika safu yetu ya siri za nyakati za mwisho. Leo tunachunguza swala zito na lenye unyeti ndani yake kuhusiana na mji wa Neom ukihusanishwa na Dajjal, mpinga Kristo na yule ndama wa dhahabu enzi za wana wa Israeli. Je, jiji la Neom ni mradi wa Dajjal? Na je, kuna uhusiano kati ya sanamu ya ndama wa dhahabu wa Biblia na teknolojia ya kisasa inayoonekana leo hii? Tuchunguze kwa pamoja kwa akili ya wazi, roho ya makini na moyo wa kutafakari. Neom ni jiji jipya linalojengwa Saudi Arabia, mpakani mwa Sinai, Israel na Jordan. Linajengwa mahali ambapo panaangaliana na eneo walipo tengeneza sanamu la ndama wana wa Israeli enzi zile za kusafiri kutoka nchi ya Misri kwenda katika nchi ya ahadi. Lina mpango kutumia artificial intelligence, AI, magari ya kuruka, kamera kila kona na maisha bila pesa taslim. Lengo ni kufanya Neom kuwa mji wa baadaye wenye mazingira bora, teknolojia ya hali ya juu, usimamizi wa maisha ya kidigitali. Lakini je, mji huu wa kisasa ni tumaini au mtego wa Dajjal? Katika Biblia, kitabu cha Kutoka 32, tunasoma jinsi wana wa Israeli walimsisitiza Haruni kutengeneza sanamu ya ndama wa dhahabu ili wamwabudu na kumfanya kuwa Mungu wao. Walisema, huyu ndiye Mungu aliyetuongoza kutoka Misri. Kwa mara ya kwanza watu walibadilisha Mungu wa kweli kwa sanamu ya dhahabu, wakaanza kuabudu sanamu huo na badala yake kumwabudu Mungu. Walihitaji kitu cha kuona, kushika, kumiliki, na wakavunja agano la Mungu wa kweli. Wengine wanahoji, je, Neom inajenga sanamu mpya ya dhahabu kwa njia ya teknolojia ya dhahabu? Katika picha zinazosambaa mitandaoni, baadhi ya majengo ya miundo mbinu ambayo ipo katika jiji la Neom huonekana kama sanamu au miungu ya zamani. Je, haya ni mafanikio ya kidigitali au teknolojia, au ni mwanzo wa mfumo wa kiroho wa kudhibiti wanadamu? Katika Uislamu, Dajjal ni kiumbe anayetokea mwishoni, mwenye jicho moja, uwezo wa kudanganya na anayedai kuwa Mungu. Katika Ukristo pia, Dajjal ameelezewa kama mpinga Kristo, atakayekuja na miujiza ya uongo na nguvu ya kuwashawishi watu kubadilisha kutoka katika Mungu wa kweli na kuanza kumwabudu yeye kama Mungu, kwa sifa ya kudhibiti watu kiakili, kiuchumi na kiroho. Je, teknolojia ya leo, ikiwa ni pamoja na artificial intelligence, AI, mitandao, usimamizi wa akili, inaweza kutumika kama chombo cha kumjia au chombo cha kueneza sera na propaganda za Dajjal, mpinga Kristo? Hakuna uthibitisho rasmi kuwa Neom ni mradi wa Dajjal, mpinga Kristo. Lakini jambo moja la hakika, ulimwengu unajiandaa kwa mfumo wa udhibiti mkubwa kiuchumi, kiimani na teknolojia. Ndama wa zamani ulikuwa na dhahabu, lakini je, ndama wa leo anaweza kaja katika mfumo wa AI, pesa ya kidigitali, au mfumo wa udhibiti wa maisha? Baadhi ya wanazuoni na wanajimu wamekuwa wakielezea kuwa mambo ambayo yanapatikana katika mji wa Neom inaweza akaashiria kuwa Neom ni mji ambao unajengwa tayari kumpokea Dajjal, mpinga Kristo, kwani baadhi ya viashiria mbalimbali ambavyo vinapatikana katika mji huo vinaonesha dalili zile zile za Dajjal, mpinga Kristo. Mfano, inasemekana kuwa raia watakaoishi ndani ya mji huo wa Neom
ambao inasadikika ni raia takribani milioni 9 watakuwa na uwezo wa kuishi nchi yoyote ile duniani. Yaani watakuwa ni raia wa nchi zote duniani, ambapo wanaweza kusafirisha au kusambaza sera za Dajjal mpinga Kristo kupitia uhuru huo wa kuishi katika nchi yoyote barani au ulimwenguni kote. Pia inasemekana kuwa ndani ya mji wa Dajjal unatarajiwa kujengwa sanamu kuwa ndiyo nembo ya mji huo, kama ilivyo jiji la Dar es Salaam nembo yake ni nembo ya askari pale posta, lakini Paris wanao mnara. Katika mji huo unasadikika kuwa nembo yao inatarajiwa kuwa dhahabu na umbo la ndama. Lakini wamekwenda mbali zaidi na kusema kuwa ndani ya mji huu wa Dajjal kila kitu kitakuwa kina uhuru, na pia anasa zote zitafanyika pasipo kujificha, kwani hii inakwenda kupinga sheria zilizopo katika dini nyingi, hasa dini ya Kiislamu, ya kufanya vitu ambavyo havitamaniki katika ulimwengu. Mara nyingi tumebakia na swali la kujiuliza, je, wewe huyo leo hii utasujudia kwa maendeleo bila kuuliza ni kwa gharama gani ya kiroho? Dunia hii inapopiga hatua kimaendeleo, usahau kutazama upande wa kiroho. Maendeleo ni mazuri, lakini asije yakawa na sanamu mpya inayojificha kupitia njia ya teknolojia na ikachukua nafasi ya Mungu. Tazama, fahamu, naomba hekima. Kama ilivyo kwa Haruni, tusikubali kuwa sehemu ya kuhalalisha uasi wa kiroho. Dunia inabadilika. Je, roho yako inasimama upande gani? Na hii hapa ni kuhusiana na mji wa Neom, mji unaojengwa huko Saudi Arabia kwa dola nyingi za Kimarekani, ambazo inasadikika gharimu kiasi cha dola milioni 500